Nikukaribishe mpenzi mtazamaji wa UMTV katika kipindi chako maarufu kabisa cha uinjilishaji na kwaya. Siku zote kipindi cha uinjilishaji na kwaya huwa tunazungumza habari za nyimbo na tafakari zake kwa ujumla, na jinsi sasa walivyokuwa wamezitendea haki wanakwaya waliokuwa wameimba, iwe ni kikundi cha kwaya au watu binafsi, basi kipindi hicho huwa tunajadili. Lakini uinjilishaji na kwaya umegawanyika katika vipengele viwili. Kipengele cha kwanza ni cha kutembelea kwaya kanisani, alafu na kuangalia ratiba yao, alafu Jumapili kuangalia ratiba yao jinsi walivyokuwa wameitendea haki ile ratiba. Lakini kipengele cha pili ni albamu ya wiki. Albamu ya wiki huwa nakuwa na mgeni wangu, basi tunakuwa tukijadili nyimbo mbalimbali. Na leo tupo katika kipengele cha albamu ya wiki. Na kipindi kama hiki ni cha Kwaresma, kipindi cha Kwaresma. Kwa hiyo tunajadili masuala ya Kwaresma, juu ya mateso ya Yesu Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo alivyokubali kufa kwa ajili yetu, akatuletea ukombozi. Sasa nafikiri mara nyingi katika kipengele hiki huwa nakuwa na mtu wangu ambaye tunakuwa tunajadili pamoja na wewe mtazamaji huko, kwamba wote tunaunganika pamoja katika kujadili juu ya hizo nyimbo. Kama nilivyosema kwamba kipindi hiki ni cha Kwaresma, kwa hiyo tunajadili nyimbo za Kwaresma. Mimi ni Deo Kalolela, siku zote nakuletea kipindi cha uinjilishaji na kwaya, na nafikiri unamuona mgeni wangu hapo ambaye ndio niko naye kwa ajili ya kutafakari hiki kipindi cha Kwaresma na nyimbo za Kwaresma. Lakini ungependa nafikiri vile vile utambue kama ni nani huyu, basi usitoke hapo, subiri tu baada ya dakika chache hapa, alafu utakuletea alitambulishe mwenyewe, kwa sababu mara nyingi wasipendi mimi kuwatambulisha majina yao. Utambulishe wenyewe alafu upate kuwafahamu. Karibu sana katika kipindi chetu cha uinjilishaji na kwaya. Sasa tuende moja kwa moja kwa mgeni wangu ambaye niko naye hapa. Nafikiri unaona kabisa ukimwangalia umri umekwenda vile vile, lakini hawa watu tunasema siku zote kwamba wana madini ya kutosha, Yaani vitu vilivyokuwa katika vichwa vyao ni vitu vingi zaidi, sio katika karne zetu tu hizi, basi wao wamebeba karne nyingi. Sasa kama ni Kwaresma, basi nafikiri hapa tutapata Kwaresma ya karne nyingi za nyuma huko, karne nyingi ya nyuma, kwamba ilipokelewaje na sasa hivi inaendeleaje, kuna nini kilichobadilika, kuna nini kilichoongezeka, kuna nini kilichopungua. Basi hayo yote tutapata kutoka kwa mzee kama huyu. Watu wazee hawa wenye madini mengi, umri umekwenda, wanasema ukimwona nyani mzee unajua amekwepa mishare mingi sana. Basi moja kwa moja nimlete mzee wangu hapa aweze kujitambulisha mwenyewe, alafu tuendelee katika kipindi chetu cha uinjilishaji na kwaya, lakini katika kipengele cha albamu ya wiki. Mzee wangu karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Naam. Pole na majukumu. Asante. Ndio. Nikukaribisha katika kipindi chetu maarufu kabisa hiki cha uinjilishaji na kwaya, katika kipengele cha albamu ya wiki, kama kawaida yetu kwamba tunajadili nyimbo za Kwaresma kipindi hiki. Na nafikiri hata wewe watu sura yako si ngeni sana. Walishawahi kuona, nafikiri watu wanakaa sasa hapa wanajiuliza, huyu mzee mbona kama tulishawahi kumuona kipindi fulani hapa. Basi amerudi tena. Tunasema amerudi tena mzee wetu. Sasa mzee jitambulishe kwa jina, sababu kuna watu wanaumia sasa hizi pale. Huyu mzee kama tulimuona, lakini jina lake tumesahau ni nani. Jitambulishe kwa majina yako, alafu tuendelee na kipindi chetu. Karibu. Asante mtangazaji. Mimi kwa jina naitwa Victor Tendega Mbanda. Ni mzee mstaafu, nakaa Iringa, kijiji cha Tagamenda, kitongoji cha Malulumo, na niko hapa muda mrefu. Tuna vijana wetu wa kwaya tunaenda nao. Naam, kama ulivyomsikia alivyojitambulisha mwenyewe, huyu ni mzee anaitwa Victor Mbanda. Huyu ni mlezi wa kwaya, hapa mahali nilipo hapa. Hapa ndipo katika kigango cha Mtakatifu Joseph, maeneo ya Malulumo hapo. Bado nipo Iringa, ninaendelea kupenya kila engo, kila kona. Nataka nipenye niweze kuitambua vizuri Iringa, alafu na wewe uweze kuielewa vizuri Iringa, lakini bado nipo katika kigango sasa cha Mtakatifu Joseph mfanyakazi Malulumo ndani ya Iringa.
Na mzee Victor Mvanda, kipindi chetu hiki cha albamu ya wiki tunajadili nyimbo mbalimbali. Sasa tusikilize kwanza wimbo wa kwanza kabisa, alafu tuone namna gani tunaujadili, ambao wimbo unaitwa Kabila Langu, tunzi wake Father Gregory Kayeta. Father Gregory Kayeta ambaye basi mwenzetu ameshatangulia mbele za haki. Sisi tuliobaki tunazitumia nyimbo zake kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Wimbo huo Kabila Langu, Kabila Langu. Hebu tusikilize kwanza, alafu baadaye tuendelee kujadili huu wimbo. Karibu sana. Kabila langu nimekutenda nini? Au nimekusikitisha nini? Nijibu. Kabila langu nimekutenda nini? Kwa kuwa nimekutoa katika nchi ya Misri, umemtayarishia mkombozi wako msalaba. Kabila langu nimekutenda nini? Au nimekusikitisha nini? Nijibu. Kabila langu nimekutenda nini? Nijibu.
Naam, kama nilivyosema kwamba huu wimbo sasa wa kwanza ambao ndio tumeanza nao, kabila langu nimekutendea nini, utunzi wake Father Gregory Kayeta, Father Gregory Kayeta. Hao waliotuimbia hapa The Galaxy Family. The Galaxy Family ndio waliotuimbia. Mzee, nafikiri umeusikia huu wimbo. Kabila langu ni wimbo wa zamani tu, na mimi ndio maana nimependa niuweke huu kwa sababu ni wimbo wa enzi zenu hizo. Enzi zenu naweza tukasema. Katika kipindi hiki cha tafakari ya Kwaresma. Kwanza wimbo kama wimbo wenyewe, kabila langu nimekutendea nini? Sijui unauzungumziaje huu wimbo. Ya kwa waumini wa Kristo ambao ni wanafuata ratiba ndio za mwaka, kipindi cha Kwaresma kinakuwa na mtindo na mtazamo tofauti na vipindi vingine pengine vya Noeli. Na kwa maana hiyo basi utakuta kwamba ratiba zile zinazunguka kila mwaka. Kwa hiyo wameimba vizuri, ndio wamefuata maelekezo au kalenda ya mwaka, na kwa waumini inavutia sana. Wametulia kama Kwaresma inavyotakiwa. Sawa sawa. Na sasa hebu tuangalie tena, na kwa utulivu wa sauti zao nazo unazionaje? Wameimba vizuri. Ukiangalia pale yule mpiga kinanda alikuwa ametulia. Ndio. Na wanakwaya nao ni watu ambao ni waelewa. Nafikiri wameutendea haki ule wimbo. Mavazi yao ni mazuri. Na wao wenyewe wako tayari kuimba. Na kama ambapo siku zote kwamba wale wenzetu wale waimbaji ni wito wa aina yake. Ndio. Wito wa aina yake kwamba kwanza wanapenda kuimba, lakini pili wanaona ndo namna pekee ya kumwenzi Mwenyezi Mungu kupitia kwaya na kuimba. Vipaji vyao walivyojaliwa. Haya, wimbo wenyewe sasa unazungumza kabila langu. Mimi nafikiri kama vile Mungu analinunikia kabila lake. Kabila lake nafikiri wana wa Israeli. Sasa wana wa Israeli nafikiri sisi sote kwa sababu ya wana wa Israeli pamoja na Yesu Kristo ambaye alikuja kwa ajili ya wote, nafikiri ndio tunaliliwa sasa na Mungu. Nafikiri ni sauti ya Mungu kwamba inalia kabila langu nimekutendea nini. Nafikiri hasa inazungumzia juu ya kama kumsaliti Mungu kutokana na pamoja na matendo yote makubwa ambayo Mungu amelitendea taifa la Israeli kutoka Misri mpaka tumefika katika nchi ya ahadi, lakini anaona bado tunatenda sana. Kama vile tumemwasi Mwenyezi Mungu. Inawezekana Mungu ndio ananung'unika kwamba kabila langu nimekutendea nini? Sijui mimi kwa mawazo yangu ninavyofikiria kwamba kama Mungu analalamika. Wewe unalizungumziaje ile kabila langu nimekutendea nini? Jinsi ambavyo ilivyotumika katika huu ya kipindi kama tunavyosema ni cha Kwaresma. Kwaresma maana yake ni kipindi cha mateso, funga, na ilikuwa ni mtazamo kwamba muda wa Bwana wetu Yesu Kristo umefika, itafika mahali atateswa, atasalitiwa. Na katika kufuata hilo tunakuta kwamba waumini wote wanaliona hilo na wanaguswa na hizo hisia. Kwa hiyo wanafika mahali na wao pia wanaonyesha hali ya kufunga ili kuendana na mienendo ilingane na jinsi kalenda ya mwaka inapokwenda. Sasa ni muda wa kufunga, ni Kwaresma, na sehemu zote waumini hasa wa Kristo wanafunga ndio kwa jinsi hiyo. Sawa. Kwa kipindi hiki ni kipindi cha mfungo. Inawezekana pengine kuna wengine wanapata shida, wanayesikia hilo neno mfungo lakini wanashindwa kuelewa kwamba wafunge nini. Mzee, unaweza kusaidia hapo? Tafsiri zinaweza zikawa nyingi. Ndio. Lakini lengo kuu ni kwamba unapofunga ni kwamba ni kipindi cha tathmini. Tathmini kwamba imefika mahali ambapo yule tunayemwamini kwamba ni kiongozi wetu, ndio Mungu wetu kupitia yeye, anafika mahali anasalitiwa na wale wenye nia ovu. Basi lazima tuguswe. Tunapoguswa kwa hilo, tunakuta kwamba ni lazima tuendane na mafunzo ya imani inavyotupeleka. Kwa hiyo ni mateso. Utakuta kwamba hayo mateso yataendelea kwa kipindi chote mpaka siku ile ambapo kwa kweli itafika mahali Yesu atasalitiwa, na pale itakuwa kwa kweli ni siku ambayo ni ya muhimu sana na inaguswa sana na waumini
kwamba anateswa mpaka anakufa, lakini lengo kuu ni kuwakomboa watu wengine. Mpango wa Mungu ndio kutukomboa sisi, nakubali kumtoa mwanawe ili afe kwa ajili yetu sisi. Safi sana, safi sana. Na hawa vijana sasa walioimba wa Galaxy Family na walikuwa wameimba, naona kweli hata nyuso zao zinaonyesha kweli wameimba katika masikitiko, kuonyesha kwamba kweli hii ni Kwaresma, hii ni Kwaresma. Na sasa kwa mfano katika maisha yetu tunayoishi, lipi tumfurahishe Mungu, ambayo pengine hata kumtoa mwanae Yesu Kristo kufa kwa ajili yetu, basi aone kwamba kweli amefanya kitu cha ziada, amefanya kitu cha ziada ya kama ambapo waimbaji walivyotuonyesha, wameimba kwa hisia za kufunga za Kwaresma, lakini wako tayari, wamejiandaa, wameweka maneno yao yanaendana na kipindi chenyewe kwamba ni cha mateso. Na wanatufundisha nini? Wanatufundisha kwamba ni vema basi tukafikia nafasi ya aina hiyo, kwamba walio wengi wangeweza kuingia katika taratibu hizo, na hii ni njia mojawapo ambapo wao kama wanakwaya wanafanya kihamasisho cha pekee na waumini wanapokwenda kanisani kusali, kitu ambacho kabisa kinawapeleka katika tafakari nzima ya vitabu. Ni kwaya, si kingineo. Kwaya wana nafasi ya pekee sana. Na katika kulea kwako wewe kwaya, na matatizo yote pengine unayoyaona kwa mfano kipindi kama hiki cha Kwaresma? Ya matatizo hayawezi kukosekana. Sawa. Matatizo mara nyingi ni sehemu ya maisha, lakini utakuta kwamba idadi kubwa wanaweza kufika pamoja na matatizo, lakini wanakwenda mbele. Utakuta kwamba wengine wamejitolea kwa nia nzuri, wanapanga mambo yao yaende kama inavyotakiwa, lakini inapofika muda na wakati, basi unakuta kwamba wale watu hawafiki kwa idadi inayotakiwa. Hilo ni tatizo. Lakini kwa sababu matatizo hayakwepeki, kila siku tunafanya kama wimbo kwamba tujitahidi. Na nishukuru kwamba hata walimu wetu ambao wanafundisha kwaya yangu ni walimu ambao wanajituma sana, pamoja na matatizo hiyo, lakini tunaenda, tunasonga mbele. Wanasema gurudumu linasonga mbele. Safi sana. Huyo ndio mzee Victor Mvanda ambaye niko naye hapa, nipo nyumbani kwake hapa, nikuja kumtembelea ili walau tuweze kutengeneza kipindi hiki cha uinjilishaji na kwaya. Ambayo kama nilikuwa nimesema utapata madini mengi sana kutoka kwa huyu mzee. Na mazingira kwa mfano waliopigia picha yao hii, naye unaonaje? Picha ni nzuri. Kwa haraka unakuta kwamba walikuwa wamejiandaa vya kutosha. Walijiandaa vya kutosha. Wao wenyewe mavazi yao yanapendeza, na sauti zao zinafurahisha. Wametendea haki. Kwa hiyo Kwaresma imekwenda vizuri. Safi sana. Safi sana. Huyu ndio mzee Victor Mvanda ambaye niko naye hapa, tunajadili masuala ya Kwaresma hiyo. Basi tumeandaa vitu vingi sana. Nafikiri utapata vitu vingi sana kutoka kwa mzee hapa, kwa sababu yeye ni mkongwe. Kwa hiyo ana historia ya Kwaresma tangu hiyo miaka ya nyuma. Tutajadili tu mambo ya nyuma, kutuone Kwaresma ilikuwaje. Usitoke hapo, bado tunaendelea kipindi, tunakwenda mapumziko kidogo, alafu baadaye tutarudi tena.